Nafikiri hii ni habari mbaya kwa content creator kwa sababu YouTube sasa wameamua kuongeza vigezo vya kuweza kulipwa na mtandao wao. Oh my God! Unafahamu kwamba Tanzania watu wengi au content creator wengi wanategemea sana YouTube katika kuingiza mapato. Ndio maana waga wanatoa watu kutoka social media zao kuwapeleka YouTube kwenda kumalizia zile video ambazo wamewapa kama vionjo. Lakini sasa YouTube wameamua kuongeza vigezo vya kuweza kulipwa, na hii inaathiri dunia nzima, sio Tanzania tu. Na vigezo vyenyewe ni kwamba ili uweze kupata matangazo au uweze kulipwa na YouTube ni lazima uwe na subscribers 1000. Hiyo haijabadilika, ilikuwepo toka mwanzo. Kigezo cha pili ni masaa ya kutazamwa 8000. Tunafahamu kwamba nyuma ilikuwa 4000, sasa wameweka 8000. It means wamedouble yale masaa yaliyokuwepo. Na kwa wale wanaopostigi shorts ama reels za YouTube wameweka ni views milioni 20, ambapo mwanzoni ilikuwa ufikishe views milioni 10. Na watu wengi wao wanachanganya hili jambo. Haimaanishi kwamba ufikishe views za shorts milioni 20 na masaa 8000. No, sio hivyo. Ni either hivi, pande zote mbili ni either kama una posti vyote lakini pande moja ikafikisha, basi unapata access ya kulipwa, lakini huwa vinajitegemea. Lakini vigezo hivi vitaanza kutumika mwakani mwezi wa pili. Hivyo ningeweza kuwasi au kuwashauri kwa content creator wapya, kwa sababu hichi kigezo kinawahusu content creator wapya au watu ambao wanaingia katika ulimwengu wa online, hasa kwa upande wa YouTube. Ni kwamba ningeweza kuwashauri kwa hichi kipindi kilichopo, kama mwezi wa 8 around miezi 6, wajitahidi sana, au tuseme miezi 5, wajitahidi sana kupush akaunti zao ili ziweze kufikisha vigezo vya sasa hivi mapema, kabla haija update hiyo vigezo ambavyo vinafuata. Itakuwa ni ugumu zaidi, kwa sababu watu wengi huwa wanaathiriwa na upepo wa update za social media. Hii ni Smart Gain TZ, usisahau kutufollow hapo chini ili usipitwe na mambo ya online pamoja na masuala ya teknolojia kimtandao. Ciao.